Mshtuko Marekani, mwanaume akata ume wake tukio la ajabu ndani ya gereji. Habari hii imewashtua wengi nchini Marekani. Mwanaume mmoja kutoka jimbo la Indiana akabiliwa na mashtaka ya jinai baada ya tukio la kushangaza lililotokea ndani ya gereji ya nyumba yake na kusababisha moto mkubwa. Lakini kilichowashangaza wengi zaidi ni maelezo aliyotoa kwa polisi baada ya tukio hilo. Endelea kutazama. Karibu kwenye taarifa yetu ya leo. Kama bado hujabonyeza kitufe cha subscribe, hakikisha unafanya hivyo sasa ili usikose habari muhimu kutoka duniani kote. Kwa mujibu wa taarifa zilizochapishwa na TMZ, mwanaume mmoja aitwaye Christopher Peden, mkazi wa jimbo la Indiana nchini Marekani, anadaiwa kuhusika na tukio lililosababishwa moto kuzuka ndani ya gereji ya nyumba yake. Kwa mujibu wa uchunguzi wa awali wa polisi, tukio hilo lilotokea baada ya Peden kudaiwa kujijehuri akiwa peke yake ndani ya gereji. Baadaye moto ulizuka katika eneo hilo, hali iliyowalazimu majirani kutoa taarifa kwa vikosi vya zimamoto na polisi ambao walifika haraka kudhibiti moto huo. Mwanzoni Christopher Peden aliwaambia polisi kwamba alikuwa ameshambuliwa na mtu asiyejulikana. Hata hivyo, baada ya kufikishwa hospitalini kwa matibabu na kuhojiwa zaidi na wachunguzi, alibadilisha maelezo yake kukiri kuwa taarifa yake ya kwanza haikuwa sahihi, akisema kuwa alijeruhi mwenyewe. Madaktari walimpatia matibabu ya dharura na kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa, hali yake kwa sasa ni salama na anaendelea kupata kupatiwa huduma za kitabibu. Baada ya uchunguzi wa eneo la tukio, mamlaka zilimfungulia mashtaka ya kosa la uchomaji moto maarufu kama arson, kwa madai kwamba moto ulizuka kwenye gereji ulitokana na matendo yake. Kesi hiyo sasa ipo mikononi mwa mahakama ambapo ushahidi utaendelea kusikilizwa. Kwa upande wake, wakili wa Christopher Peden amesema timu yake ya utetezi inaendelea kuchunguza hali ya afya ya akili. Ya mteja wake wakati wa tukio hilo lilipotokea. Wakili huyo ameelezea kuwa suala hilo linaweza kuwa muhimu katika mwenendo wa kesi, ingawa mahakama ndiyo itakayotoa uamuzi wa mwisho baada ya kusikiliza pande zote. Tukio hili limeibua mjadala mkubwa nchini Marekani na kwenye mitandao ya kijamii, ambapo wengi wameonyesha mshangao, huku wengine wakisisitiza umuhimu wa kuendelea kuwekeza katika huduma za afya ya akili na kuhakikisha watu wanaopitia changamoto wanapata msaada kwa wakati. Kwa sasa uchunguzi unaendelea na mamlaka zinatarajiwa kutoa taarifa zaidi kadri kesi hiyo inaendelea mahakamani. Hiyo ndiyo taarifa yetu kwa sasa. Una maoni gani kuhusu tukio hili? Tuandikie maoni yako kwenye sehemu ya comment.